Mama Mungai na watoto wako wote na familia yako, kanisa letu takatifu tukiongozwa na Reverend Ng'ang'a na wachungaji walio hapa wote, ndugu zangu viongozi, Wembo na Wanaina na MCS wetu wote, ndugu zangu kutoka Langas, ndugu zangu kutoka Wasingishu na kila mtu chamge. Bwana Yesu asifiwe. Mungu salamia hewani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitasema kwa ufupi sana. Leo tumekuja kumziga ndugu yetu mdogo Mungai. Na nataka niambie familia ya Mungai, tumekuja kuungana na nyinyi. Huyu Mungai hajakuwa mtoto wenu peke yake, pia ni mtoto wetu. Na nataka niseme ya kwamba sikupata kujua sana Mungai alikuwa mgonjwa, kwa sababu wakati tulianzisha pale Timba, unajua actually pale Timba haikuwa maoni yangu. Timba ilikuwa maoni ya Bonge, huyu my brother in law. Ndiye aliambia nataka tufungue kitu mzuri kidogo. Na unajua watu wengi wanafikiria Timba ni mahali pa kuuza pombe peke yake. Timba iko na hoteli, iko na kinyozi, iko na M-Pesa, iko na car wash, iko na nafasi ya kufanya harusi, iko na spa, iko na vitu, iko na kila kitu. Na wakati nilikubaliana na Bonge, nikamwambia so long as mimi sifanyi, wewe ndio utafanya, nitakusupport. Na wakati nilienda kule siku ya kwanza, nikapata Bonge huyu na Mungai. Na siku zote nikienda pale, mwenye amekuwa akinitembeza rao na kuniambia hii inaendelea hivi, hii inaendelea hivi, hii inaendelea hivi, ni huyu Mungai. So huyu Mungai alikuja akakuwa karibu kwetu sana, kwa kila mtu kifi yake. Juzi wakati niliandikia message na Bonge usiku, akaniambia tuko na sad news. Na siku nyingine usiandika hivyo Bonge. Ukiandika unasema we have sad news, imefanyika hivi na hivi. Najua nilikuwa safarini, nilikuwa Dubai. Sasa huyu ameniandikia tu, my boss, we have sad news. So I was like, what's going on? So nikumpigia ni mteja. So nikafikiria nitapigia nani? Nikapigia huyu director Julia. Nikamuuliza, habari yenu, mko salama? Akasema tuko salama, lakini tulipoteza Mungai jana usiku. So nilikuwa, unajua ukiambiwa we have sad news, haujui ni nini, so unajua itakukula kichwa sana. Mimi nataka niseme kwa mama Mungai, pole sana na familia yako. Sisi wote tumekuja hapa kusimama na wewe na familia yako. Na hatujakuja kusimama na wewe kwa sababu tulikuwa tunakujua. Tumekuja kusimama na wewe kwa sababu huyu Mungai aliweza kutuunganisha na akakuwa jamii yetu, na sisi wote ni jamii moja. Na vile nilikuongelesha jana kwa simu, nikakwambia hii mipango yote ya hii dunia ni ya Mungu. Na sasa zingine unapata kwenda mashishi kwa wenyewe, kwa nyumba ya mjirani, kwa rafiki, kwa mtu mwingine pale, lakini hakuna hata siku moja unazafikiria itakuja kwako nyumbani. Na ndio kila mtu anafaa kujua hivyo. Unaweza kuwa unaenda mashishi kwingine, lakini huwezi jua ni siku gani itakuja kwenu ama kwako, na hujui saa wala tarehe. Nataka nikwambie mama Mungai, pole sana. Huyu Mungai alikuwa mtu wa ajabu sana. Hakuna hata siku moja nimeenda pale Timba nikamkosa huyu. Na usuni yangu kubwa yenye niliumisha roho sana
ni ile amuku niambia Mugai alikuwa mgonjwa. Na hiyo mimi nalaumu Bonge na Julia. Kwa sababu the whole of December I didn't know. Sikujua Mugai alikuwa mgonjwa. Na mnajua, wacha niwaambie, watu wengi walikuwa wanafikiria, wanasema Timba ni Sudi, Timba ni Sudi. Timba sio Sudi. Nataka leo ni waelimishe kidogo. Ukianza biashara yoyote, kama wewe ni mwanabiashara, ukiseti biashara unapeana kwa wenye wanaendesha biashara, na wewe unaondokea unaenda unaset biashara nyingine. Mimi maneno ya Timba hata sijui ingi vile inaendanga. Huyu tu ananiambia tena iko namna iko namna, naambia muendelee, prove muendelee, kwa sababu hakuna siku hata mfanyakazi mmoja wa Timba atasema nilimwandika kazi. Hakuna siku mimi nimai interfere na kazi ya mtu yote. Mimi naendanga pale kama customer, kama kila mtu, naitisha kama ni kuku na Fanta na kula na kwenda nyumbani. Utaipata nikiwa pale ati ninajulikana, sema watu tu ni rumors tu, wanasema hii Timba ni ya Sudi, lakini hamuna ukweli. Hata ukienda kwa mastakabati ya Timba mimi ziko mimi sio. Na nilikuwa nataka niseme na mnisikize vizuri. Wakati tulikuwa na shida pale Timba, unajua watu wengi wako na akili kidogo, na lazima tuambiane ukweli. Pale Timba tuko na wafanyakazi zaidi ya 200. Lakini wewe ukikaa pale unaona tu Sudi. Hauoni ile trailer iko kwa Sudi nyuma. Wewe unaangalia tu Sudi. Nataka tuharibu hii kwa sababu ya Sudi. Nilirudisha ile Timba kwa sababu kama kuna kitu inanifurahishanga mimi, niwaambie leo. Kama kuna kitu inanifurahishanga leo mimi ni matarehe kama ya leo. Tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3. Wakati unalipa watu mshahara. Ile siku utakuwa unalala kwako na unajua unalipa watu mshahara zaidi ya 1,000, unalisha familia zaidi ya 5,000, hata roho yako unasikia vizuri sana. Na ndio unaona watu wengi wanasema tuharibu hii ni ya Wainaina, lakini haoni Wanaina amebeba watu wangapi nyuma yake. Hiyo ndio vitu tunataka tujiulize. Na ndio mimi nikiwaambia, jameni, tuache siasa ya ujinga, tuache ukabila. Mimi Timba naweza wasomea majina ya wafanyakazi hao walikuwa hapa. Niko na kila mtu across. Ukuja kwangu nyumbani hapa Kapseret hapa. Kuanzia dairy, kuanzia wenye wanachunga, kuanzia cooks, kila mtu niko na kabila yote. Ukuje kwangu Nairobi, uende kwa mabiashara zangu zote, mimi sina time na ujinga ya kusema atiandika tu wakale, andika sijui huyu, sijui hapana. Sisi wote mbele ya Mwenyezi Mungu, sisi ni kitu moja. Na ndio tumekuja hapa kusimama na Mama Mungai na familia yake. Na nimefurahi sana kwa my sister Julia kusema tujenge Mama Mungai nyumba. Unajua huyu Wanaina ananikoseanga kidogo. Huyu Wanaina nimemwambia akuja kwa jirani yangu amekataa. Nimemwambia huyu Chege kuja kwa jirani yangu amekataa. Sasa leo nimepata jirani. Leo nimepata jirani. Pale kwangu kuna jamaa mmoja tumekaa naye sana, rafiki yangu, mfanyakazi wangu. Anaitwa Makamu. Anatoka hapa Western. Tulianzisha naye pale. Kuanzia tukipata miti ya kwanza mpaka saa hii tumeishi naye. So juzi kuna mahali nilikuwa nimemwambia basi hapo tu jirani tu ni mwali unatembea mguu. Nilikuwa nimempatia ka point. Sasa mimi nataka niunganishe Mama Mungai na yule ndio hata huyo Makamu asiishi peke yake, si ni kweli? Akuwe na jirani. Na hiyo ndio njia ya kumaliza ukabila. Lazima tuishi pamoja. Na mimi nataka niwaambie wana Wasingisho, hii tabia yetu hii tunakaanga, alafu ikifika wakati ya siasa ama wakati ya kura unaanza ukaa na matako moja. Mkisia anakaa hivi, Mkikuyu anakaa hivi. Hiyo tabia tuache.
pembe zote za Kenya ni nyumbani kwa kila mtu. Tunaelewana? Na ndio mimi nawaambianga isifike siku ya kampi ya kura unaona mtu amefunga sofa set, mwingine amefunga kitanda, mwingine sio amefunga nini, mwingine anaenda western, mwingine sio anaenda. Hiyo ujinga lazima iishe Kenya hii. Si ndio? Na mkiona saa zingine, na nataka munisikize vizuri. Mkiona saa zingine nikikuwa mkali kwa neno na ukabila muelewe. Si Wakikuyu ni wengi hapa. Hata ile tulifanya Nairobi kuvusa Gachagua. Unajua watu wengi hawaelewi. Siku moja mtajua ilikuwa ni lazima aende. Uwezi lete villager kukuja ku-incite all Kenyans. Oh, huyu ni sijui nani. Sijui shares ya nini hapa. Oh, sijui nini pale. Tuko na Wakikuyu capable. Wenye wanaweza kuunganisha nchi. Wenye tunaweza shikana sisi wote. Kwani nyinyi mlikuwa mnajua Gachagua mwaka 5 iliyopita? Si mmejua yetu juzi wakati amekuwa naibu wa rais. Kwani nchi itasimama Gachagua akitolewa? Kwani leo tukiamua kutoa William Ruto nchi itasimama? Hata huyo William Ruto akiletea ukabila tuna impeach yeye, tunafukuza yeye. Ukianza kusimama kusema huyo ni sijui nani, kuanzia asubuhi mpaka jioni unaongea fitina tu, hutaki kujenga kitu, hutaki kusema kitu yote. Unasema tu huyu alifanya hii. Na hata wacha niwaambie. Si nataka niwaambie ukweli. Si Gachagua amekuwa deputy president kwa mwaka 2. Si mimi nimekuwa mjumbe kwa mwaka 12. Aleta rekodi yake ya mwaka 2 akiwa deputy, amesaidia nani na mimi nilete yangu. Mimi namshinda mara 500. Na ndio mnataka muelewe, si ati ukitoa mtu ama ufukuse mtu ati kwa sababu ati unamchukia, hapana. Sometimes mtu kama ni wrong ni wrong, kama Sudi ni wrong, mwambie Sudi wewe ni wrong. Juzi tumekuwa hapa Mosbridge. Watu wamechomokewa pale, wanabiashara, sio wakale. Ni wote, ni mixed up. Mimi nimetoka safari hata sijapumzika. Gavana amefika na huyu chama kidogo. Tumechomokewa Mosbridge. Na ule MCA rafiki yako wa Mosbridge ametutuma. Twende tufanye harambee leo Mosbridge. Mimi nimetoka hiyo Friday jioni, nimekimbia Tanzania, nimerudi kutoka Tanzania usiku, asubuhi nimechukua ndege, nimekuja kwenda kanisani. Mimi sijui kama kuna mtu amepanga maofu. I was very genuine. Nilikuwa natembea na askari yangu mmoja. Hao askari wengine wote walikuwa Nairobi. Tumekaa pale kwa Harambee. Mimi naona mlolongo wa watu wanakuja. Ile ujinga iko hii dunia. Nini? Wakapigana hapo kama dakika 10. Mimi nauliza ni nini? Ati huyu mjumbe wa Soi ako na kisirani. Sasa wakati alikuja nikauliza Dika shida iko wapi? Dika akaniambia, "Either niende nyumbani ama kama naende nyumbani." Nikamwambia wewe ndio utaenda. Kwa sababu ukisikia mtu anaomba unakuja from nowhere. Watu wamechomekewa. Ni kama sasa hivi tunakuja kusaidia Mama Mungai. Alafu wewe ukuja hapa na vishindo unataka kutushindana kisiasa. Surely. Surely. Sisi wote tupendane. Na ujue ukipewa jukumu ya uongozi, kama uelewi uliza. Jukumu ya uongozi ni kazi mzito sana. Ni mambo ya kupanga. Mimi nataka ni ombe msamaha rafiki yangu Koko. Unajua huyu Koko ako na roho safi sana huyu. Lakini ako na wazimu kidogo. Na nataka kuja hapa Koko. Huyu mtu ni mtu. Ngoja tuliseni boli. Huyu mtu mnuulize. Ni mtu mzuri sana kwa roho. Kabisa. Lakini unajua wanasema mtu akikosea si ni mzuri kurekebishwa. Na pia aombe msamaha. Sina kama mzuri zaidi. Mimi nataka tukitoka hapa sisi ni kitumo. Na mjue hivi. Hakuna mtu atahama hii Uasin Gishu na hakuna mtu atahama hii Kenya. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Tunakubaliana? Na wakati nilikuja Langas, wote nawapatia kisabu mzuri. Wale wajumbe wote walichaguliwa pale nyuma. Walikuwa wanaogopa Langas kwa sababu wanaona ni kama kuna chaos, ni kama yani hata hawataweza kufanya kazi pale. Na mimi nataka nikwambie Koko.
supporters wangu namba moja 2013 ni Langas. Na nikakuja nikawaambia watu wa Langas, kama tunapeana basari mashambani, nitawapatia basari Langas. Nikamwambia kama najenga shule mashambani, tutajenga shule wapi? Langas. Na sio yote imefanyika. Na tunaendelea kufanya. Na muniwie radhi kidogo. Kuna vitu bado sijamaliza. Kuna hiyo barabara ya Mumbi ya wapi. Tuliseni boli. Hiyo vitu yote tutatengeneza. Kwa sababu mimi siamini kwa ukabila. Siamini kwa ukabila. Na mimi nasaidianga across kama niko na uwezo. Na wanajua watu wengi wanasema huyu Sudi ako na pesa mingi. Mimi naambianga Mungu haleluya. Hiyo maombi ni mzuri sana. Wakisema uko na pesa mingi usiai sema hauna. So mimi niko na pesa mingi. Lakini pesa pia hawapeangi kila mtu. Mungu anajua penye anaweka. Unajua Mungu unajua malaika wa Mungu. Si atu watatoka mbinguni kuja hapa. Sisi ndio malaika wa Mungu hapa. Unawekelea mwingine. Unajua kuna mwenye akiwekelewa hawezi wekelea mwingine. Sasa utapewa aje? So mimi nataka niseme huyu mama Mungai kwa sababu ya huyu kijana wetu. Sasa wewe utakuwa jirani yangu, tutakuwa marafiki, tutakuwa jamii. Ya hata watu wa Langas mkitembea zingine mashambani mnapata mtu huko wa Langas ako wapi? Ako huko ama ni aje? Ama mko na wivu? Mbona mnaniangalia na macho mbaya? So mnakubaliana tusaidie mama Mungai? Yeah, mimi nitamjengea 3 bedroom nzuri sana. Akae ate angare, si ndio? Si ndio? Ate si ndio? Kwa sababu huyu Mungai alikuwa mtu wetu. Na alikuwa mtoto wetu. Na alikuwa ndugu wetu. Na ameenda mapema, si ndio? Ndio tutolea wa machozi wajue hata kama Mungai alienda lakini aliwaachia baraka. Si ndio? Ama namna gani? Umefurahi? So mimi nataka niseme MCA wetu Malel ametuambia pia kuna mama alifariki hapa. Anafanya kazi kwa hii cemetery. Inasemekana wamelipa sijui pesa ngapi imebaki. Mimi nitakupatia 1300 uende kwa hiyo familia uwasaidie ili waongezee. Si ni kweli? Lakini sisi kama nikiwa patron wa Timba nilikuwa nimejipanga kama na Julia aje kuja na mambo yake. Ya kwamba nasikia huyu mama Mungai alikuwa anauza manguo. Lakini mambo ikaribika namna hii. Na alikuwa anategemea huyu Mungai. Kwa niaba ya huyu Mungai, situfufulie hiyo kazi huyu baba wetu. Ndio? So tulikuwa tumejipanga kama Timba, tukasema mama Mungai uende ndio ukikumbuka ile rent ulikuwa unalipiwa na Mungai, ujue hata sisi ni watoto wako. Hii ni shilingi 1400, enda uendelee na hiyo biashara hiyo ya manguo. Aenda afungue biashara ya manguo, si ndio? Aendelee. So ukifungua biashara ya manguo na mimi nipatie tu miezi 6, utakuwa umehamia pale ukwe jirani yangu. Alafu MCA wetu Malel, kwa niaba hiyo familia siwajui, lakini wewe umesema kama kiongozi wa hapa 1300 wapatie pia waendelee na mambo yao ya maisha. Alafu huyu jamaa wangu huyu Kokwa, siaombe tu msamaha. Si ndio? Anajua sisi ni kitu moja. Lakini I can tell you, mimi najua huyu sana. Ni mkarabati ya mashamba lakini roho ni mzuri sana.
Bas, waombolezaji hamjambo tena. Naomba msamaha kwa